tuko nayo saa hii. Mpaka tunapiga baba. Mr. Speaker, na ningependa kushukuru wanabunge wenzangu. Kwa majina naitwa Richard Wafula, na ningependa kuambia Wakenya hivi ya kwamba adui mkubwa hii Kenya ama adui mkubwa hii dunia nzima ni umaskini. Wakati adui mkubwa tutakapomtambua kwamba ni umaskini, kila mmoja wetu atasimama ili tupigane na umaskini. Na umaskini tutapigana nao vipi? Wakati tunachukua viongozi ambao wanajua kutuelekeza vizuri. Mr. Speaker, tunataka kukataa hii dhana ya ukabila, dhana ya kila mmoja ambaye anasimama hapa kwa kuita kila mmoja kwa mlango ya mama yake ama kwa mlango ya baba yake. Nataka kuambia Wakenya hivi, iwapo mimi natoka kabila fulani, kumaanisha kwamba nisihudumie mtu yeyote kutoka kabila lingine. Kama mimi ni daktari, nisihudumie kabila lingine. Kama mimi ni engineer katika hiyo Kenya Power, nisihudumie kabila lingine. Tukienda hivyo hatutaenda mahali. Bwana Mr. Speaker, vile tunaendelea hivi, tukumbuke ya kwamba tuko na vizazi ambavyo vinasaliwa. Kuna watoto ambao watatuita baba, kuna watoto ambao watatuita mababu zetu, na watoto lazima wapate good roads, wapate infrastructures, wapate hospitali, wapate services ambazo zimewekwa. Nataka kuambia watu hivi, tusiwe tunatetea watu kwa sababu ni watu wetu. Wakati tunasema tuko katika serikali, inafaa tujiulize swali ya kwamba huyu mtu wetu ambaye yuko katika serikali ametusaidia nini na nini? Ametuletea matibabu, ametusaidia kulipa karo, ama huyu mtu ametusaidia nini? Nataka kuambia watu hivi, inafaa tujue ya kwamba watoto wetu vile wanazaliwa, mkumbuke ya kwamba kulikuwa na kiwanda kule Eldoret ambacho kimeanguka. Kuna viwanda kama Timsels, leo hii hakuna employment inaendelea. Kule Magongo Hola, kule Mombasa, viwanda zote ziliangushwa. Sasa ni macodowns. True, Magongo Hola. Wakati unaenda kule Thika, sasa ni codowns peke yake. Ile wakati wa Kibaki kulikuwa na viwanda, sasa hizi zimevunjwa. Sasa hii watu wanakampainia about affordable housing ambayo haita employ mtu. Tuko hapa kwa sababu ya kazi, na tuko hapa kwa sababu ya kuondoa umaskini. Tunataka kuambia watu ya kwamba wakati mtu anafikiria kukuletea affordable housing, wacha afikirie kukuletea kiwanda kwenu. Hicho kiwanda kitaemploy vijana. Kila kiwanda kitaleta stima, kila kiwanda kitaleta watu waweze kupata barabara nzuri. Bwana, tuko hapa ili kusaidiana. Wakati tutapata hii information ikaweza kutusaidia, tutaweza kusonga mbele. Mr. Speaker, ndivyo nikaweza kutoka kwa floor. Nataka kuongelea hii mambo ya abduction. Bwana, abduction sio mzuri. Nataka kuanza hivi ya kwamba listen to the ground. Na ukiingia katika katiba yetu ya Kenya, the Constitution of Kenya says that, the first article says that the sovereign power of the Kenyan Constitution, it states that every human rights, every citizen has the power to keep his own conscience. Every sovereign power belongs to a Kenyan mwananchi. Bwana, nataka kuambia viongozi, tusikize watu wanataka nini. Wakati tunasikiza watu wanaongea nini, hivyo ndio utapata kura yetu. Kura yako haitakuja kwa sababu unatoka kabila kubwa, kura yako haitakuja kwa sababu unatoka kabila ndogo. Tukianza kusema mambo ya shares, je, yule mtu anatoka Borana atasemaje? Yule mtu anatoka Lamu, yule mtu anatoka Turukana atapewa share yake lini? Tunataka tuendelee. Asanteni sana.